A'udhu billahi minashaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Absaid Herbalistic Clinic, tiba zetu za Afrika. Leo tunaendelea tena na somo letu la zile ambalo tulikuwa tunasema grupu 4 ama daraja 4 za tabia, zile ambazo tulosema za kutoa, kuingiza, kupata na watu wasariti. Tulizungumzia somo letu ambalo lilopita la namba 1, tulisema tukazungumzia mambo ya kharija. Kharija wale ni watu ambao wakutoa, watu hawa ukikaa nao huwezi kufanikiwa, na tulizitaja nyota zao. Lakini leo leo tujifunze kuwafahamu watu wa dakhila. Watu hawa wa dakhila kwa ajili ya kuingiza na kupata vipato, ukifanya nao biashara, ukifanya nao jambo lolote lile. Watu hawa ni watu gani na nyota zao ni zipi? Watu hawa tunasema ni watu wa dakhila. Dakhila, nyota hizi kama tunavyosema ziko 4, na kama tulivyosema pale mwanzo kuna mke na mume. Kwa hiyo tufahamu mke na mume yuko wapi, tufahamu mume yuko wapi au mke yuko wapi. Kwa maana sio mke wa kuoa au sio mume wa kuolewa, isipokuwa tabia za jinsia, kuna kike na kiume. Kwa hiyo watu hawa ambao wa dakhila ni watu ambao wa kuingiza. Nyota hii moja ambayo ya kwanza ni nyota ya Asadi. Asadi kama tulivyozungumza katika harija kule alikuwepo, lakini leo yupo katika nafasi hii. Ndio pale niliposema kuna mwanamke na kuna mwanaume, huenda huyu akaenda huku, huenda huyu akaenda huku, lakini wewe utajitambuaje? Ni lazima uweze kuelewa. Kwa hiyo nyota hii ya Asadi, tunasema huu ni utawala wa jua, na nafasi hii ya daraja la nyota hii ni nafasi ambayo daraja la 5. Nyota hii jua, nafasi hii ya jua, lakini unageuka kuwa ni moto. Kwa hiyo huyu yupo katika dakhila. Huyu ni nyota ambayo ya muingizaji. Pili, vile vile kuna nyota tunasema ya Thaura. Nyota ya Thaura pia yupo katika nyota ya dakhila. Hawa ni nyota ambayo pia ya waingizaji. Nyota ya Thaura katika tabia za kinyota ni mlango ambao wa pili. Mlango huu wa pili kwa maana namba 2 ndio nyota wa hawa wa dakhila, kwa maana waingizaji. Kama tulivyozungumza, tumezungumzia nyota ya kwanza, kwa maana tukasema Asadi, na nyota ya pili. Kwa hiyo hii inakuwa ni nyota ya Thaura. Nyota ya Thaura ni nyota ambayo yenye tabia ya mchanga mweupe. Huenda ukawa mchanga wa bahari au huenda ukawa mchanga wa huko juu, lakini mchanga mweupe ndio nyota hii ya Thaura. Nyota ya Thaura hii ni daraja la pili katika nyota. Kwa hiyo hawa ni watu ambao waingizaji. Kuna nyota tena nyingine ya hawa ambao tunasema ni dakhila. Dakhila pia kuna nyota ambayo inaitwa Huti. Huti ni nyota ambayo ya maji, lakini nyota hii ipo katika utawala wa daraja la 12. Nyota hii ipo katika utawala wa daraja la 12 na tabia yake ni maji. Kwa hiyo kama alivyozungumza, kuna mwanamke na kuna mwanaume. Hapo tusisahau hawa watu wa Huti na hawa watu wa Thaura na hawa watu wa Asadi ni watu ambao ukiwa nao wewe unaingiza. Ikiwa mke ndani, mambo yako yanakuwa mazuri. Ikiwa rafiki, mambo yako yanakuwa mazuri. Ikiwa mfanyakazi, mambo yako yanakuwa vizuri. Na pia vile vile kuna nyota ambayo tunasema Kausa. Kausa ni nyota ambayo yenye utawala wa daraja la 9. Nyota hii daraja la 9 tabia yake ni moto, lakini ipo katika mfumo wa kiupepo. Tukisema Kausa ni upepo wa kimbunga, ule upepo wa kuzunguruka. Upepo ule huwa unatafsiriwa kuwa ni moto, kwa sababu ule una uwezo wa kuhamisha cha hapa kupeleka huku, kukausha vitu. Kwa hiyo ule unahesabika pia kuwa ni moto. Hawa ni watu ambao tunasema wa dakhila. Watu wa dakhila ni hao. Kwa hiyo watu hawa ni watu ambao wazuri sana kushirikiana nao kwenye kazi na kufanya nayo mambo mengi sana. Kwa hiyo kama nilivyozungumza, wewe utakuwa ujitambui, wewe utakuwa ujui, lakini kunifuatilia na kutaka kujua zaidi, basi naomba usubscribe au upige simu ili niweze kufahamisha zaidi, ikiwa mtaalamu mwenzangu, ikiwa sio mtaalamu mwenzangu, ukiwa mfanya biashara, ukiwa mtu aina yoyote ule. Ninafanya mambo mengi tu, sio haya tu. Mimi ninatibia magonjwa ya aina yoyote yale yaliokuwa sugu, kasoro lile jambo ambalo lilokuwa haliwezekani kwa kiungu, basi na mimi nitakuwa kwangu siliwezi. Lakini yale yote ambayo Mwenyezi Mungu alotuamuru kuwa kusema kila gonjwa lina tiba yake, basi tunatibia. Vile vile masuala ya kikazi, vile vile masuala ambayo ya kibiashara, vile vile masuala ya vyeo, vile vile masuala ambayo ya kimapenzi, mahusiano, vile vile masuala ya aina tofauti tofauti tunayafanya. Kuondoa majini, kukaribisha majini katika himaya yako, unachokitaka kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tunakifanya. Wa hadha, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Karibuni Bagamoyo, kijiji cha Mlingotini. Kwa jina naitwa Shakila Saidi. Nilikuwa nasumbuliwa na kichwa, mgongo, mikono kuuma, mbavu kubana. Nikaenda kwa Ustazi Abu Saidi
akanipatia mafuta haya ya miujiza. Kwa hiyo nikapata suluhisho la matatizo yangu. Kwa hiyo dada zangu, wakaka, wa baba, mtumie mafuta haya ya USAID, mafuta ya miujiza. Mimi naitwa Kesi Ibrahim. Nimehangaika sana, nimesumbuliwa na matatizo mengi sana. Donda pa tumbo, tumbo kujaa gesi. Mpaka sasa hivi namshukuru Mwenyezi Mungu nimepata hii dawa Ponyo Milii. Na shauri kina mama wenzangu, hii dawa ni nzuri. Nimetumia dawa hii. Mpaka sasa hivi namshukuru Mwenyezi Mungu, ali matatizo ambayo nilikuwa nayo yote yamepona. Jamani, hii dawa watumie.